Naam, ikiwa tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunaanza na wanaharakati ambaye ni Boniface Mwangi na Agatha kutoka nchi ya Uganda. Wameelezea masaibu walioyapitia wakati ambapo walikuwa wamezuiliwa nchini Tanzania, wakati ambapo walienda kusikiliza kesi ya kiongozi wa upinzani Tanzania ambaye ni Tundu Lissu, wakisema kwamba waliteswa kama wao si binadamu. Afraid when they blindfolded us, I think I had a moment of like almost a panic attack, because always my fear was being tortured. I always thought, I wish the day they get me, I have like poison and I swallow it so that I don't go through so much pain, so much humiliation. So I was afraid when they picked us up, and then I told myself, there's nothing you can do. Then they took us, drove for about 20 minutes. Then they took us to a building. To this place where they went to torture us. When you go there, they told me to get off the car, came out, and then they banged the door on my face. I had a mark here, I don't know if it's still there. I don't know what they were waiting for. I think they were putting some things ready. They got me out. I was still handcuffed and blindfolded, and they told me to strip naked. And I stripped naked. When I stripped naked, they removed my handcuffs, and then I was grabbed by about 4 men. We look to the East African Community, SADC, East African Court of Justice, the International Commission of Juries, Foreign Embassies in East Africa, and the United Nations High Commissioner for Human Rights to act decisively. Tukiachana na taarifa hiyo ya kuhuzunisha, ni kwamba polisi wanaendelea kuwazuilia wanaume 4 kutoka kaunti ya Nakuru kwa kile ambacho kinasemekana kwamba wanaume hao wanashukiwa kuwa wahalifu ambao pia wanaongoza uhalifu katika kaunti hiyo ya Nakuru. Ni baada ya shambulizi ambalo lilifanyika usiku wa kuamkia leo, wakati ambapo polisi mmoja alifariki. Into the gang and a shootout arose. And out of the shootout at around 8:30, we were able to track the entire night the systems of these fellows, and we were able to arrest 4 persons who are in the police custody here with this firearm. This firearm was found in Bondeni. Na tukimalizia, gavana wa kaunti ya Embu ambaye ni Cyril Mbarile, ambaye pia ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha UDA, amewakosoa viongozi wa UDA na wa serikali kwa kile ambacho anasema kwamba wanahujumu utendakazi wake katika kaunti ya Embu, huku wakifanya mikutano ya kuhujumu kazi yake. Officers from Nairobi were coming to Embu to hold night meetings to fight elected leaders. Na wana heshima na wanajifanya wanaelewa siasa ya Embu kutuliko sisi. When we are working round the clock to fight for this government, tunaambia wakome. Wanajijua those officers. Na wakiendelea, I will mention them. Na niwaambie hivi, mimi niwaambie. Hayo na mengine mengi tutakuwa tunakupasha zaidi ndani ya AGR News. Huku pia katika mjuano wa EPL ama KPL ni kwamba leo mashemeji derby watakuwa pale Raila Odinga Stadium, mahali ambapo pia kulikuwa na madaraka jana katika kaunti ya Homa Bay. Tutakuwa tunakupasha baadaye kutaenda namna gani. Kumbuka kwamba pia aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amezungumza mengi kuhusu serikali kutowasikiza wana Gen Z, na vile vile kumbuka kwamba kuna ile kazi mitaani ambayo itarejeshwa kuanzia juma lijalo. Ni baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunakupasha baadaye. Mimi ni Videlis Moshoge.